Langu naitwa Francis Ndaji Pungu, mwenyekiti wa serikali ya kijiji Nyamatala. Katika mradi huu wa zahanati ya kijiji Nyamatala ambao jengo hili la zahanati limegharimia zaidi ya milioni 117. Milioni 117 pamoja na wadau ambao wametusaidia wafadhili kama Baptisti, serikali ya Rais Mheshimiwa Mtifu Samia Suluhu Hassan. Zahanati ya kijiji cha Nyamatala kata ya Ngula wilayani Kwimba ilizinduliwa rasmi mwaka 2023 ikiwa na wafanyakazi wawili. Mpaka sasa zahanati hii inahudumia wagonjwa 12 kwa siku wakiwemo wazazi na wajawazito. Changamoto katika zahanati hii ni ukosefu wa nyumba ya watumishi. Watu wetu hapa katikati hapa wanakosa matibabu kwa sababu ya sisi kuwa tuko mbali kidogo. Kwa sababu hatuna nyumba, mwingine amepanga. Mimi binafsi nimepanga Magu. Kwa naishi Magu. Kwa hiyo nikamwambia kwamba kwa nini msitukaribishe tukawa karibu humu? Tusema kwamba tulishaongea na mheshimiwa mbunge sisi habari nyingi. Lakini imejitokeza tu hapa ghafla akaniambia kwamba nimpata mdau, amesema kama tujengee msingi. Nikasema kweli. Akasema yupo na hapa karibuni anaweza tukaanza kuchimba msingi. Sijakaa sawa, kwa nikaona mawe yamesogezwa. Umesogezwa mchanga. Siku ananiambia kama kesho wanakuja kuchimba. Nikasema kweli. Sikuamini kwa sababu mambo mengi yanapita hapa katikati. Lakini Mungu saidia, mwenyekiti nikamuona kweli na watu wake wakaanza kuchimba msingi. Kwa hiyo mimi wapongeze sana mwenyekiti wangu kwa kujitolea na yeye kutafuta wadau. Namshukuru sana kada wa maendeleo kwa msaada aliotoa katika kijiji chetu cha Nyamatala kwa ajili ya kuwezesha hili msingi wa nyumba ya watumishi. Kwa sababu hata mimi nilikuwa ninawiwa sana vigumu, kwa sababu wananchi wa Nyamatala kwa wanateseka sana usiku, pindi sana akina mama wanapotaka kujifungua wanatoka Nyamatala kwenda Kaangala au Sumve. Kwa sababu wanaenda Kaangala au Sumve wanatumia gharama kubwa kwa ajili ya kwenda kupata hiyo huduma. Lakini nikasema kwa nini tusitafute wadau kwa ajili ya kutuwezesha kujenga msingi, kwa sababu mheshimiwa mbunge alikuwa ametuahidi kusanya mawe na mchanga. Mawe yamekaa zaidi ya miaka 2-3. Na mimi nimekuwa kila leo nilalamika hilo swala la kusanya mawe. Alikutekelezwa. Lakini kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, kudra za Mwenyezi Mungu, tukampata mdau, nikaongea naye, shida ya Nyamatala ni nyumba ya mtumishi. Akasema nivyo tu basi mimi nitakupatia. Mimi ombi yangu nikapeleka mifuko 22. Bahati nzuri tumepata mifuko 10. Hizi ni nguvu za mdau wa maendeleo anaitwa Kasbet, ndugu yetu kutoka Sumve, mdau wa maendeleo wa jimbo la Sumve. Ni au kwa jina maarufu anaitwa Kada Mtifu. Ni nguvu yake, amejitolea, amesomba mawe kusogeza site, akatoa simenti kwa ajili ya ujenzi wa msingi, na kweli sasa hivi msingi umekamilika. Kwa hiyo wananchi wa Nyamatala kwa niaba ya vijana wa kata ya Ngula tunamshukuru sana ndugu Kasbet Kada Mtifu kwa kujitolea kwake, kama alivyosema kwamba mambo mengine yanatoka moyoni, yani passion. Tunashukuru sana kwa ajili ya msaada huu wa kutengenezewa nyumba ya watumishi. Kwa kweli sisi akina mama tunahangaika, muda unapofika wa kujifungua pengine unapata uchungu usiku. Kwa kweli unapopelekwa hospitali hakuna mtumishi, inakuia ugumu, inabidi upelekwe Sumve au Kaangala. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa huo msaada, na tunaomba wadau wengine ambao wako karibu, wako mbali na sisi, tunaomba watusaidie kwa hili. Nafikiri kukamilika kwa nyumba hii ambayo inabeba watumishi familia 2 itasaidia kwa kiasi kikubwa, kwanza kupunguza vifo vya mama na mtoto, ama kupunguza vifo vya watu ambao wanakuja kupata huduma hapa. Maana unakuta mtumishi au daktari anaishi Magu, kumpigia simu kutoka Magu afike hapa, tayari mgonjwa anaweza kuwa amepoteza maisha. Kwa hiyo hii itaokoa maisha ya jamii hapa. Naiomba sasa serikali sikivu ya mama yetu Samia Suluhu Hassan itusaidie kwa ajili ya kutukamilishia jengo hili ambalo tumeshalianzisha sisi kama wananchi kwa nguvu za wananchi wa Nyamatala.